Welcome back. Kama kawaida, amani na upendo katika nafsi iliyo moja mbele anayetuona, au si? Unajua leo bwana, nimekuja na story moja, au niko na kitu ambacho tuzungumze kuhusiana na Rastafari. Watu wengi tunajua Rastafarian, kishatamka tu Rastafarian, kuna philosophy ambazo zinakuja tu kichwani kwamba it's about Rasta, it's about ganja, it's about vitu fulani vichafu, lakini hatuja dive deep kujua what is about Rastafarian, ni nini ambacho Rastafarian wanafanya, au ni namna gani lifestyle yao ipo. Unajua zile. Kwanza tutaanza kufahamu nini maana neno Rasta. Umeona? Lakini ukizungumza kuhusu Rasta, mtu atakwambia kuhusu reggae music, about Bob Marley tu. Reggae is about music, unajua? One love nini. Lakini kuna usichokijua kiko deep zaidi. Ukifahamu nini ya Rasta, nini maana ya Rasta, na utaweza kujifunza vitu ambavyo mimi naamini utagain kitu kikubwa sana, hata pia kwenye movement zako za maisha kwa kila siku. Kisha fahamu tu baadhi ya movement za watu wanajiita watu Rasta, au watu wenye nywele msokoto. Hizi movement mzee zimeanzia mbali sana, umeona? Lakini inabidi tu fahamu kitu moja basic about Rastafarianism au Rastafarian. Unakitaga levity. They call it levity. Levity is the way of life. Namna ya kuishi, namna yako ya maisha. Unajua, Rastafarian is about culture. Na ukitafsiri Rastafarian kama movement kubwa, ni movement ambazo zinamrudisha mtu mweusi au mtu mwafrika nyumbani. Ni lugha ambayo nyepesi. Back to Zion. They call it Ethiopia kwa sababu kwenye stories za Rastafarian ni nchi ambayo hajakutawaliwa pia, so ina energy ambazo pia Rastafarian wakaweka ile kitu na kuiona Africa is about Ethiopia. So when you enter Ethiopia, you are in a really African. Sasa levity ni the way of life, include vitu namna ya maisha, mitindo ya maisha, mitindo pia mavazi, na pia mitindo ya vyakula. Umeona? Rastafarian ndio vitu ambavyo wanazingatia sana, na ukishavijua hivyo tu na ukaviishi, sio lazima ukawa na nywele msokoto. Umeona? Kwa sababu hapo nimezungumza about what? About levity. Ndio is a basic thing. Umeona? Ambacho Rastafarian wenyewe wana commit sana. Kwa sababu levity lazima kwanza ujicommit to be a Rasta. You know what I'm saying? Kwa sababu kwenye watu 10 akionekana mmoja na nywele msokoto, watu wanaweza kusema bwana, hapo tuko 9 na Rasta mmoja. Umeona? Kwa nini waseme tu watu kwa pamoja? Lakini way ambayo kweli inakupa muonekano fulani ambao unaonekana sana. Umeona? Lakini kwenye culture things, na mtu ambaye anajua nini maana Rasta is about, nini unaonekane, it's about a levity, kujicommit, it's a commitment. Yeah, I want to be like this, but umeona, kujiweka nadhiri, they say that, kujiweka nadhiri. Umeona? So diving deep to the Rastafarian movement bwana, movement zao zilianza mwaka 1900 na 30. Kitambo hii hapo, hiyo unaambiwa kitambo sana. Umeona? Ambayo mwaka 1930 unaambiwa vipi sasa? Ni kipindi ambacho umeona Rastafarian Makonnen alikuwa crowned to be a king. Umeona? Huko Ethiopia. Wenyewe Marasali, meaning that it was a power of what? Of Trinity. Ndio maana Rastafarian wanamuona Haile Selassie ni kama mtu ambaye from God. Unajua, ni kama watu wanamuona kama Yesu, lakini sio hivyo. Ni namna ambavyo umemclone na namna ambayo pia umemheshimu kwenye style. Umeona? So talking about Rastafarianism, ukimtaja Haile Selassie Makonnen unazungumzia kitu kikubwa sana. So
hiyo ni mwaka 1930 ambayo king alibe crowned huko Ethiopia. Umeona? So tunaendelea hapo na kupika kuna kitu kimoja kingine huko Ethiopia huko. Umeona? Huko Ethiopia huko nakwambiaje, mwaka ambao ulikuwa mwaka 1966. Ule mwaka ambao mara ya kwanza Haile Selassie alienda Jamaica. Umeona? Na hapo sasa ndio marasta wakaona kama prophecy yao imebe fulfilled. Yaani kama kwa unabii kabisa kwamba jamaa amebe crowned kula za king. Umeona? Lakini pia amekuja kutukomboa kwa sababu yeye pia aliweka mambo ambayo ilifanya marasta waweze kurudi nyumbani. Umeona? Alitengeneza hiyo kitu na kuweza kuandaa pia unaambiwa maeneo makubwa sana, akiwemo pia Faza Nyerere pia naye aliweza kutoa eneo kwa watu ambao walitaka kurudi nyumbani kutoka Jamaica. Lakini pia sio Jamaica tu, pia ni wale ambao walikuwa wamechukuliwa kama mateka kipindi hiyo. Umeona? As slaves, the black skin, the dark skin with black hair, unajua zile. Kwa hivyo Haile Selassie mwaka 1966 babu, jamaa alidondoka pale Jamaica. Unaambia jamaa walipokelewa kama ni ile sio poa, na wengi ambao walikuwa wameenda kumpokea ni watu ambao walikuwa deep. Umeona? Walikuwa deep sana na imani za Kirasta. Umeona? Hakika kwa miaka 2 hiyo tuitambue kwa mara ya kwanza. Tunahama hapo, kuna pia namna ya maisha ya kuishi. Nimekwambia mwanzo live it, lakini live it is just a basic ambayo ni lazima ujicommit, is about lifestyle. Unahama kwenye maisha yako ya kawaida, you are just like this. Unajua marasta wanakuambia hivyo. Sasa kuna kitu ambacho wengi sana tunakiona kwa marasta, rangi 3 zile ambazo unaziona za kijani, njano na nyekundu. Umeona? Sasa zile rangi sio kwamba eti basi zinamaanisha vitu, hapana, kwa sababu urasta wengi wanaotafsiri kama dini, lakini urasta sio dini. Umeona? It's a kindred society, ni kaimani fulani tu ambayo unajua zile imani fulani nzito fulani ambayo inamfanya mtu mweusi sana arudi kwenye maisha yake ya uhalisia, au ishi nyumbani, awe ni kacho wewe. Umeona? Utegemee mimea kuishi, unajua, usitegemee vitu ambavyo unaivita Babylon systems. Unajua zile rasta ni Babylon, ni kama mtu anamaanisha ni vitu vile yaani sio vichafu, ni vitu ambavyo vinaharibu energy yako, you know what I'm saying? Yeah, so kitu kwa hiyo about rasta. Sasa zile rangi 3 bwana, nyekundu inamaanisha that's the blood, unajua zile za watu ambao walisacrifice their life, walifight, walifanyaje. Umeona? Kwa kipindi hapo sasa mwaka 1000 ngapi, kwa sababu kipindi ilikuwa sio kipolepole. Watu naingia kama ni kijiji fulani, mwanangu niko watu weupe bwanangu wanateka watu, unajua zile wanachotwa afana peleka kule sana, unajikuta hawana kacha ama men. Umeona? So the way of life ile live it ambayo iliweza kutengeneza kitu fulani, likatengeneza sasa ile tamaduni ambayo ndio hivyo tuikolite rasta, lakini it was a movement, so dini. Umeona? Na pia rasta kuna mgawanyo, kuna buku 8 si buku shati si kuna 8 wapo kibao kundi kama 3 hivi. Tunawajua kidogo tule marasta. Haya, kuna story nyingine bwana hapa about Rastan. Ni hii hapa, nikwambia kitu kimoja. Yeah. Tunasikia muziki wa reggae every day, au sio, popote, na tunaona muziki wa reggae ni wa rasta. Umeona? Yaani rasta inahusishana sana na nini? Na muziki wa reggae. Ni kweli, lakini ukiangalia from the beginning, from the scratch man, reggae ambayo ilikuwa ikiimba mwanzo ilikuwa ni root reggae. Unajua ni root na ni reggae ambayo ilikuwa ni nyimbo za ukombozi tu sana. Fighting for what? Fighting for yourself, fighting for nini, unajua. Na reggae za Bob Marley hizo nyingi sana. One love, au sio? Nyingi sana ukizisikia is about, unajua, kuweka ukombozi fulani hivi kwenye maisha ya Kiafrika. Sasa kwa sababu jamaa alikuwa na mtindo wa Kirasta na akaonekana ni ambassador mkubwa sana wa muziki wa reggae na pia watu wenye imani za Kirasta. Unaona?
Kingine, mipigo ya kwenye reggae ni mipigo ambayo sio kutengeneza kwenye nini, kwenye studio man. Nikwambie muziki wa reggae sio hivyo, ndio maana unakuta hauwezi kukuta bendi za reggae nyingi. Utakuta bendi nyingi tu kwa sababu reggae bwana, vifaa inahitajika mara nyingi upige live man. That's a real reggae. Yaani mtu ajue kulipiga gitaa kabisa, tena lidondosha, sio kwamba afungue sijui FL. Hapana man. Akarekodi sijui kule fuje perform, hapana. Reggae is about a real muziki wa asili kabisa. Umeona? Na ndo the back to the ages hiyo miaka 1930 kuna pigo fulani za kipigo za ngoma na za ganya bingi huko. Umeona? Zile nyimbo zilikuwa ni kama za kuabudia, kusifia, sio unajua. Sasa reggae ikahusishwa sana na muziki wa, umeona? Muziki wa muziki wa reggae ukahusishwa sana na harakati za kirasta. Kwa sababu alikuwa anapigania sana mambo ya ukombozi haya, unajua zile. Having your own rights, unajua zile. Ujitambue, ujielewe. Back to Zion, unajua zile. The prophet of nani, the prophecy of nani yule pale anaitwa Marcus Garvey, umeona? Yule jamaa pia naye yupo kwenye movement za marasta kwa sababu yeye alitoa kama unabii fulani, unaona? Marcus hiyo kipindi hiyo sasa, unaona? Alisema kwamba look nini to Africa, Ethiopia, when the king shall be crowned, umeona? Hapo kabla ile Selassie hajawa king hapo man. Kwa hivyo jamaa alipokuwa crowned kama the king man, ikaonekana kabisa hii kweli man. Alafu mchizi tena akaingia jamaa kama 1966 hiyo. Watu wakasema da sio poa. Hii kweli man. Kwa Marcus pia ameplay part kubwa sana kwenye itikadi za Kirasta na imani, kwa sababu pia alikuwa ni ana imani nini, mtu alikuwa ni mwanaharakati, umeona, anatetea pigo za watu kama watu wale pale, unajua. Kwa hiyo ikawa amani kama vile, umeona, about Rasta, unaona. Sasa tumezungumza kidogo leo, umeona, kuhusu Rastafarian, lakini cha mwisho najua watakuwa wanategemea kukisikia sana. Marasta wanahusishwa na vitu ambavyo, umeona, ukimsikia mara kwanza Rasta wanazungumzia dawa tu, umeona. Wengine wanaita kush, wengine wanaita ganja, umeona, majina kibao. Hapa inabidi utulize ndonga afu uweze kuelewa, umeona. Unajua Rasta ule mmea anautumia kama dawa. Na ni dawa kwenye uhalisia, kwa sababu pia kwenye baadhi ya dawa ambazo zipo hospital inatumika, umeona, nusu kaputi nini, zina baadhi ya elements ambazo pia imetoka kwenye ule mmea. Sasa ni kwa nini jamaa anatumia ule mmea? Ule mmea unamfanya mtu aweze kuwa na mawazo I mean free minded, kitu kama hivyo. Kwa hivyo na wao wanatumia kwenye muda ambao sahihi, umeona, for the meditations. Anajisikia nini anatumia, kwa sababu ni mmea pia ambao unaota, sio kwamba ni mbaya, umeona. Na kwa nini imeitwa ganja ikiitwa majina mengine? It's about the legalization of nini, of mmea kwa watu wengine ili wafanye kama business, kama biashara. For the real rastas kabisa, mimi naamini ni ngumu sana kuweza kufanya vitu kama vile pale as for benefit, kwamba this is my life. Unajua zile hata tunaona marasta wengi ambao kwa vijijini amepoa wazee wetu nini, yani tunajua zile ni mkacha manini, anatumia dawa muda fulani hata kama hivyo, lakini it's cool majis, unajua hakuna mbaya kitu inaenda vile. Rastafarianism is about culture, is about liberty, umeona. Na sio mtu tu mwenye nywele msokoto anaweza kuwa rasta, hapana. Hata mtu ambaye ana kipara anaweza kuwa na nini, anaweza kuwa rasta tu, kwa sababu ni itikadi, unajua. So liberty. That's all about today. I mean, utakuwa umejifunza kitu kidogo, hata kama nimekumix, lakini kuna kitu umekichukua about Rastafarian. Alafu marasta ni watu peace sana, unajua. Mimi naamini ukitaka kuprove hii kitu, ukipotea hata siku mjini au wapi, go and talk to Rasta. Atakusaidia majini. Peace.